Sasa nilikuja kwa nusu ya kanda asubuhi. Nakula tano. Ngoja nyingine. Lima nao. Hawa chooni leo. Tashangaa. Na wajui choo kiko wapi? Hapa hakuna kosha choo wala kuna nini. Choo zilioshwa jana. Kasi akili. Choo hapa zilioshwa jana tena zinasikia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nitazungumza sekunde mbili. Nitazungumza sekunde ngapi? Na nitazungumza sekunde ngapi? Kwa sababu unaona wakati umeenda, na ni kweli tutaka tutoke hapa tukaswali, ni kweli, lakini bado wakati uko kidogo. Tuna jamaa yetu hapa, so tukitoka hapa first place swala, si namna hiyo? Mimi nataka nitoe shukrani kwanza kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kukutanisha tena. Kama vile Mheshimiwa Bezima amesema, tusichukulie wepesi kwamba tulikuwako na ndugu zetu wengine mwaka jana leo hawako, na inshallah Mungu awajalie kheri, awape afya, awape nguvu, awape umoja, saumu ziwe kabuli inshallah, tupate rahma ya Mwenyezi Mungu, tupate maghfira ya Mwenyezi Mungu, na tuzidi kupendana inshallah. Naomba tunyamaze kidogo. Simba ya nguruma lakini saumu nkali. Na naona kuna watu wengine hapa sijui wamfunga, manake wana nguvu nyingi. Nguvu. So mimi nasema leo niko hapa. Mwache. Mimi niko hapa leo nafurahi tu sana. Nataka kuonekana na huku kwamba Mwenyezi Mungu ametuleta tena pamoja. Nimekuja hapa tujuliane hali, tuombeane Mungu, na Mwenyezi Mungu ajalie tukutane tena na tena na tena na miaka mingine inshallah. Unajua Abdul Samad alisema hapa, mimi nikishika microphone hajui kama ninafunga masikufunga. Wallahi mimi nakuja kuambia watu ambao mimi nawapenda sana. Mungu katika roho yangu. Kila ninapokwenda mujue nawapenda ndani ya roho yangu. Na sina fadhila ya kuwalipa, si leo si kesho. Kwa shauri ya wakati, hatuna haja ya kuambiwa watu wamekaa kitambo sana, na wakati huu wa Ramadhan kila mmoja ataka kurudi nyumbani. Mimi nataka kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, alafu pili kutoa ushuhuda. Nimekuwa kiongozi kutoka mwaka 2007, sijapumzika mpaka mwaka 2022 mpaka leo. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, muda wote huu Mheshimiwa Waziri Hassan Ali Joho kila mwaka zoezi hii alikuwa akilifanya, na leo tumtilieni dua Mungu ampe nguvu aendelee kulifanya na kulifanya na kulifanya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mimi leo nataka niseme, mwaka jana Mheshimiwa Ali Hassan Joho kupitia Hassan Joho Foundation alikuwa hapa, na leo ye ni waziri. Nguvu za maji ni mawe. Hassani hawezi kukaa mbele akaheshimika ikiwa hana nguvu ya watu wake. Kwa hivyo sisi tukiwa wabunge twakwambia Mheshimiwa Waziri, tutasimama na wewe kwa ajenda yoyote ili Kenya yetu iweze kwenda mbele, uonekane uko na watu wako ndani ya Mombasa. Na nyinyi wengine ambao muko
ni muhimu tushirikiane tukiwa pamoja. Na la mwisho, tunataka kwenda kuswali sote tunataka kwenda kuswali sote Waislamu. Inna dina inda Allahi lislamu, dini mbele ya Mwenyezi Mungu ya Kiislamu. Alimuslimuna aliikhwani, Waislamu wote ndugu. Sasa mkitaka tutoe mawaidha, pia tatoa mawaidha hapa. Amfanya jema Hassan Joho, tuseme amfanya jema. Mtu ana haraka kwa jema alilofanya yeye, ana hata wakati wake ankuja zake hapa. Kwa hivyo Hasani kubwa, hatuwezi kupa ndururu, hatuwezi kupa maneno, tutakuombea dua Mungu akuwezeshe ili tuweze kwenda mbele. Mwisho kumalizia, nataka niseme, najua watu wankuja kutoka mapema, na mimi kijana mwepesi Garange di Mabiori, mzee Fula Ngenge, nasema kwa ile maneno ya nauli ambayo Mheshimiwa Harubu amesema, Mheshimiwa Gavana Abdulswamad Sharif Nassir atawapa nauli. Nyote mpigieni makofi Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir. Asanteni na wapenda. Hivi sasa waziri pamoja na gavana wanaweza kutoa mizigo hii. Tuwapatie nafasi tafadhali, kidogo. Haya, tuwape nafasi, kisha tuwe na utulivu hapa mbele vijana, kwa heshima na taadhima. Pia na mzigo kwa waziri aweze kumkabidhi mama mmoja hapa. Aya, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamna jambo ambalo kwamba la tutia imani kama tukionana vile tulivyoonana. Mwenyezi Mungu ametujalia tunatabasamu. Mwenyezi Mungu ametujalia kila mmoja aliyoko hapa akiona kiongozi wake yatabasamu, ana furaha ndani ya roho yake. Mwenyezi Mungu ametujalia hii leo tukaweza kuungana hapa. Hii si mara ya kwanza, na Mwenyezi Mungu ataijalia isiwe mara ya mwisho. Ndugu yangu Hassan Ali Joho, mimi najua ya kuwa ulilifanya hili jambo kwa kumbukumbu za marehemu mama. Mwenyezi Mungu amweke pema palipo na wema, na Mwenyezi Mungu atuwekee wazee wetu pema palipo na wema, na wale walio hai Mungu awapatie umri na afya, wazidi kuwa na mapenzi na sisi. Kuliwekwa mkataba baina ya kiongozi wa chama chetu Raila Amolo Odinga na kiongozi wa nchi na chama cha UDA William Samoei Ruto. Hii nchi hali vile ilivyokuwa inaenda, hata mtoto mchanga yule ambaye kwamba alikuwa anatambaa, kulikuwa kuna dalili ya kuteleza na kuanguka.
watu walikuwa wakifanya maandamano kuanzia siku ya kura ikimalizika. Haijawahi kuonekana maandamano, vijana wakaingia mpaka bunge, vijana wakaingia mpaka ndani ya koti. Hii nchi watu wamekuwa wakizungumza ya kwa vijana wetu, watoto wenu, ndugu zangu, hawana ajira. Hii nchi tumekuwa tukizungumza ya kwa hali ya ufisadi iko juu. Hii nchi tumekuwa tukizungumza, tena sisi wana Mombasa tumekuwa wa kwanza. Bandari tunataka iwafae watoto wetu. Mombasa tumekuwa wa kwanza tukiweza kulia ya kuwa haiwezekani ya kwa watu wa kabila moja ndio wenye kuajiriwa. Mombasa tumekuwa katika mstari wa mbele ya kwa hatuwezi kuwa na chembe chembe za ukabila, kwa sababu Mombasa tunajua athari ya ukabila, yale ambayo kwamba yaloweza kufanyika. Akichemua mtu kutoka Nyeri, hapa katika Mombasa tunafuta tishu. Akichemua mtu kutoka Lamu, mtu wa Mombasa anatafuta tishu. Akichemua mtu kutoka Kisumu, wana Mombasa ndio wenye kutafuta dawa, kwa sababu Mombasa tuna makabila yote na hatuwezi kukubali lugha na sera ya mambo ya ukabila. Hii nchi kila siku watu wakiwa wanaenda katika kura, tunasema ya kuwa mpaka mtoto ambaye kwamba hajazaliwa ana deni anafaa kulipa. Sasa yale ambayo kwamba tumekubaliana, hatujaungana vyama, mimi nina chama changu, mwingine ana chama chake, lakini tumesema ya kwa tusaidiane na fikra na akili kuliendesha hili gurudumu. Tusipoliendesha hili gurudumu, tutakuja kuanza kujua ya kwa hatuna hata gurudumu la kuendesha. Mambo ya mwaka 2027 ni mengine, lakini kuanzia sasa mpaka hapo tutatatua vipi shida za watu wetu za ajira? Tutatatua vipi tuhakikishe ya kwa watu wetu kuna pesa mfukoni? Tutatatua vipi shida za watu wetu ya kwa hili deni ambalo kwamba kila siku ni deni, hatujui ni pesa ngapi, deni ni pesa ngapi? Mambo 10 ambayo kwamba tuloweza kukubaliana. Tumefahamikiana mpaka hapo? Tumeelewana mpaka hapo? Mambo yangu yatakuwa mafupi sana. Jana tuliweza kuwa pale Sheikh Khalifa, tukawa na wale wakazi wa Kisauni ama wale mashekhe wa Kisauni. Alhamdulillah, ilienda vizuri, na leo hapa najua wale wamekuja hapa ni watu wa kutoka Likoni, watu wa kutoka Jomvu, watu wa Changamwe na watu wa Mvita na watu wa Nyali. Sasa wacha niseme hivi, ndugu yangu hapa Hassan Ali Joho, ndugu Hassan Ali Joho, hii safari najua ulianza kitambo sana. Ulianza kabla hata hujapata kile kiti, tukiwa kwa by election 204, na najua wakati ule uwezo wako pia ulikuwa si mkubwa vile, ulikuwa ni uwezo mdogo, lakini ukasema kile kidogo unacho unatoa. Lakini leo alhamdulillah, miaka 5 ulikuwa mbunge pale Kisauni, miaka 10 ukawa gavana Mombasa, miaka miwili ukawa uko nje ya serikali, ukawa uko ofisini kwako. Lakini kitu kimoja ambacho mimi nimependa juu yako ndugu Hassan Ali Joho, hata pale ulipokuwa umetoka kwenye ofisi, si kuona ukisimamisha haya mambo. Ni kweli ama ni urongo? Sasa Mwenyezi Mungu amekujalia umekuwa waziri, na unajua ukiwa waziri wa serikali kuu huwa si waziri wa Mombasa peke yake, ni lazima utembee Kenya nzima.
na wale watu ambao wamekuja hapa najua si watu wa Mombasa nzima, lakini nyinyi ambao mmekuja hapa ni kidogo, wachache, ambayo alhamdulillah waziri ameweza kufanya kwa uwezo wake. So mimi nitawaomba kile kidogo ambacho mtakachokupata jamanini. Unajua katika Qur'ani tunafundishwa, unaambiwa ukiweza kufuturisha mtu, ama kwa hadithi ukifuturisha mtu zile thawabu za yule aliyofunga, wewe unazipata same na yule ambaye aliyofunga. Sasa nyinyi ambao mmebahatika leo mmekuja hapa, mimi nitaomba kitu kimoja, kile ambacho mtapata hata ikawa ni kidogo kiasi gani, ukifika pale nyumbani ukimwona yule jirani yako ambaye pia umemwona hakufanikiwa kuja hapa, na si kwamba ati wewe umekuja hapa kwa ujanja wako ama ujuaji wako, ni Mwenyezi Mungu ndo amekuleta. Ni kweli si kweli? Sasa wewe ikiwa una sukari pale kilo 5, ukimganyia yule jirani kilo 1, kutakuwa na ubaya kweli? Ukiwa na mchele kilo 10, ukichukua kilo 1 uweke kwa kile kikopo umpatie jirani, kutakuwa na ubaya? Hakuna, si ndio? Sasa nyinyi fanyeni hayo, na sisi huku kama viongozi, mimi nashukuru Mungu, viongozi wa Mombasa wingi wetu ni Waislamu, na kama jana nilisema pale, sisi tukishirikiana hapa, nakwambia ndani ya Mombasa hii, nataka niwaambie hakuna mtu atalala na njaa. Alafu alhamdulillah matajiri ni wingi sana Mombasa, lakini tunaambiwa utajiri ni roho. Utajiri ni nini? Sasa mimi kama spika nitajaribu kwa uwezo wangu mdogo nijiunge na yale Hassan Ali Joho anayoyafanya. Najua changu kitakuwa ni kidogo, so nitajaribu kile kidogo nikishirikiana na MCA ili tuweze kuwapatia hata wale wengine ambao hawajapata wapate kujiendeleza kidogo kwa ile chakula. Ndugu Hassan Ali Joho, Governor Abdul Swamad na wabunge walioko hapa, wingi wetu tunajua safari hii ama miaka haya tulioko sahihi kuna shida nyingi sana. Mheshimiwa Waziri, mwaka jana tulikuwa hapa, na tulipokuwa hapa kila mmoja tulikuwa na nia, penye nia pakosi njia. Tulikuwa na nia moja, kuunganisha wapwani na kuangalia kama wewe kinara wetu. Mwaka kuisha, sasa tumekuja Ramadhani ya pili, Mwenyezi Mungu ametakabali dua yetu, na hatutofika mwisho wa kukuombea. Tutaendelea kuomba nia yako, ile matumaini nao kwa nchi hii yetu ya Kenya, Mwenyezi Mungu ndio atakayokufungulia, si ndio? So sisi tuwe na umoja. Mheshimiwa Ali Hassan Joho ndio ameunganisha wapwani wote. Alivyokuwa hajaingia waziri, sisi kama wabunge kwa tukitapatapa, wao vutwa huku wao vutwa huku, lakini saa hii ameingia, ametweka kikapu kimoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Niseme Ramadan Karim wa Somul Makbul. Mimi nafikiri leo tuko katika kikao cha kidini hapa, na pia tuko katika kikao ambacho tumeletwa hapa na waziri wetu kipenzi chetu, kijana wetu tuliomzaa wenyewe kina mama na kina baba, Mheshimiwa Ali Hassan Joho. Nikimtambua yeye, nikimtambua Gavana Abdul Swamad Sharif Nassir, wabunge wenzangu na Mheshimiwa Spika, MCAs, itifaki zote zikizingatiwa. Nataka niseme ndugu zangu, Mheshimiwa Waziri, hii desturi ameifanya kwa miaka mingi sana. Amekuwa akitoa chakula si hapa Mombasa peke yake, Kenya nzima, kuwapa Waislamu.
na hakufanya kwa kujionyesha, amefanya kwa kufuata dini inavyozungumza. Tushaambiwa lan tanalu birra hata tunfiku mimma tuhibuna. Tunavyovipenda ni pesa, ni chakula, na kwa sababu chakula twakipenda, leo yeye amejua dini imesema mafungu 9 lazima yapatiwe zaka, na leo katika sisi hapa tuko katika yale mafungu 9. Ikiwa uko katika moja la kuwa umesilimishwa, ikiwa uko katika la fukarai, la maskini, uko katika fungu hilo. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri, twakuombea Mungu na twakushukuru sana kuifuata dini na kufuata kilma cha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kwa sababu tunajua wewe mbali ya kuwa umekuwa katika nyanja kubwa za kisiasa katika taifa la Kenya, dini yako hujaisahau. Hii foundation yako haisaidii chakula peke yako, inasaidia education, inasaidia mayatima, inasaidia mambo ya hospitali, maoperation. Watu wamepelekwa India, watu wamepelekwa Japan, German na different countries under Ali Hassan Joho Foundation. Mabruk, inshallah min alfaizin. Mwenyezi Mungu atakuzidishia kwa haya yote ambayo unayafanya. Niweze kusema ndugu zangu, kila mtu ana watu wake. Juzi na jana mumeona Raila na Ruto wameweka mikataba. Utasikia watu wasema kwenye mitandao, Raila ntuuza, Ali Hassan Joho ntuuza. Leo Ali Hassan Joho ni waziri. Tumeletewa landing site katika sub county tofauti Mombasa. Tunajengewa masoko ya wavuvi katika sub county za Mombasa. Tunaletewa maboti, hivi karibuni atakuja kulonchi maboti ya wavuvi hapa katika kaunti ya Mombasa na Coast Region kwa jumla. Juzi na jana tulikuwa tujui mambo ya mining, ya madini kule Taita, kule Kwale. Ametufungua macho, twajua madini ni nini, twajua fisheries ni nini, twajua kilimo samawati ni nini na faida yake ni nini. Jamani, chanda chema lazima kivishwe pete. Na Ali Hassan Joho, sisi hatukuombei hapa tu kuwa kingpin wa Coast Region, tunakuombea na inshallah siku moja you are going to be the president of the republic called Kenya. Na hiyo ndio dua yetu sisi kama jamii ya Kiislamu leo Kenya nzima. Kiongozi aliyemtetezi, aliyemchangamavu, aliye aggressive, assertive, ambaye ako focus ni nani? Kiongozi ambaye akienda Eastern akisimama anasikizwa ni nani? Kiongozi ambaye akienda Nyanza anasikizwa kutoka pwani ni nani? Akienda Nairobi ni nani? Sasa kama tushamuunda na Mwenyezi Mungu ashamtengeza, tuache uwivu na tuache chuki binafsi. Ati kwa nini Ali Hassan Joho? Kwa sababu zake na action zake anazofanya na mapenzi anayotupenda aliyotuonyesha sisi watu wa pwani na sisi watu wa Kenya. Sita kuzungumza na kumtangaza Ali Hassan Joho. Kesho kuta 2027 watu wajipanga. Wadigo wa kuambia kuzi uya nkuzi kato, kuzi ria nkuzi kato. Twazi kato na nani? Ali Hassan Joho. Twazi ria na nani? Ali Hassan Joho. Siku zote watu wana misemo. Donjebwa ni mlungu wadi. Lete watu wewe. Hapo kaya hapa. Tuna kama kiatu. Panda upeane hapo. Nikwambia ukuje. Ngoma nataka kwenda haraka wewe mzee panda. Lete hapa pole. Lete nyingine. Kuja karibu. Karibu. Wape. Ngoma nyingine ile imekuja. Njoo hapa.
Huyu 50 tu. Haioshi kila mara hapa. Hailali baba, ilali baba wewe. Jamaa, sasa unapatika 100 au unasiku. Jamaa siko pia hivi. Sasa mbona hiyo na 100 wewe? Wewe unapatika 100. Huyu jamaa. Kaoga Wewe siko pia jamaa hii. Kaoga Wewe angalia juu ya madari.